24-25. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu tulianza naye msimu pamoja, tukawa naye katikati kwa maombi na sala nyingi, na tumefika mwisho, tumefika naye Mwenyezi Mungu na ametuongoza kwa kutujibu katika yale ambayo tulikuwa tukimuomba. Ambao tulimuomba msimu huu kwa upande wa ligi kuu ya NBC, tunasema asante kwa sababu tayari kombe hili hapa la ligi kuu ya NBC lipo kwenye mikono ya Young African Sports Club, ikiwa ni mara ya 4 mfululizo. Kwa tafsiri nyepesi ni alianza form 1, aliyeanza form 1 ameshamaliza form 4 akiwa anaiona Yanga ikiwa mabingwa wa ligi kuu ya NBC. Yaani kijana yoyote ambaye alianza form 1 amesoma form 2, form 3 na form 4, kwenye macho yake anapoulizwa mpira, Tanzania anaiona Yanga ikichukua hili kombe kwa miaka 4 mfululizo. Hili jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la pili ni kutoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Naweza mkaa mnajiuliza kwa nini tumemweka namba 2 Mheshimiwa Rais na kumpa shukrani. Baada ya Mwenyezi Mungu tunasema tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu kitendo cha taifa letu la Tanzania, amani kutawala, uungwana kuwepo, utulivu kushamiri, umefanya mchezo wa mpira wa miguu unachezwa kwa mafanikio makubwa. Na sisi katika kipindi hiki cha Mheshimiwa Samia akiwa anaongoza taifa letu, kama club tumepata bahati ya kuwa na mafanikio mengi. Kwa tunaamini utulivu wa taifa letu, usalama ambao unapatikana ni chachu ya mafanikio ya kimpira kwenye nchi yetu, lakini pia kwa klabu yetu ya Young Africa. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu mambo yangekuwa hayakaliki hapa Tanzania, leo hii ubingwa huu wa NBC tusingekuwa nao hapa klabuni. Lakini mambo yanakwenda salama, nchi imetulia, nchi ina furaha, na ndio wananchi tunafanya kazi yetu kwenye pitch kupambana kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo hili kombe pia ni zawadi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunajua yuko na ratiba nyingi kwa ajili ya kuijenga nchi yetu ya Tanzania, lakini tumuombe mama yetu wakati ambao atapata muda wa ziada wa kupumzika, basi klabu hii itakuwa tayari kuipeleka zawadi hii akaishuhudie Mheshimiwa Rais kwamba bana, kazi nzuri unayoifanya kwenye kujenga taifa letu upande huu wa michezo, matunda yake ndio kama haya ambayo klabu ya Young Africans tunayapata. La tatu ni kuwashukuru mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ya Yanga. Huu msimu mpaka tumefika mwisho, tumepitia mengi sana kama Yanga Afrika. Mpaka tumefika mwisho leo hii, tumeketi hapa tuna ubingwa wetu tunajipongeza, tumepitia mengi sana kama Yanga Afrika. Lakini siri yetu ya mafanikio, licha ya chombo kupigwa sana na mawimbi katikati kwenye safari, siri yetu ya mafanikio ni umoja, mshikamano na upendo kati yetu. Hata katika nyakati ambazo chombo kinayumba, bado Yanga tulibakia pamoja, na manahodha ambao tuliwapa dhamana ya kuongoza chombo chetu tuliendelea kuwaamini kwamba watatuvusha kwenye hicho cha kipindi kigumu. Na alhamdulillah tumevuka hizo nyakati ngumu, tumezivuka, na leo tumefika mwisho wa safari ya ligi kuu tukiwa mabingwa wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo niwapongeze sana wanachama wote, tena kuanzia viongozi, na leo tunasimama kama championi wa ligi kuu ya Tanzania kwa mara ya 4 mfululizo. Shukrani ya kipekee iende pia kwa benchi letu la ufundi, kwa wachezaji wetu, kwa kazi nzuri ambao wameifanya msimu huu kuhakikisha wanavuja jasho
na ilipostahili damu kumwagika na hizo timu 14 ambazo zimeshiriki. Tunawapongeza sana. Mmetupa ushindani mkubwa, mmetupa changamoto nzuri, na hakika mmeifanya ligi yetu imepanda kiwango. Kwa sisi Yanga Afrika tunawashukuru timu zote 14 ambazo tumeshiriki nazo ligi msimu huu. Lakini kwa kipekee tusiache kumshukuru Aviola. Tunamshukuru sana Aviola kwa ubabaishaji, udanganyifu, propaganda za hapa na pale hazikwenda bure. Zilitufanya tuwe macho na sisi tupambane. Tawaibia siri kidogo leo ndugu zangu. Siku moja Aviola walikuwa wanazungumza, siri ilikuwa baada walikuwa wanazungumza bila hofu na mashaka yoyote. Nafikiri ilikuwa KMC pale. Msemaji wa Aviola akasimama akasema tunacheza mechi za Yanga. Unakumbuka? Bila mashaka yoyote. Msemaji wa Aviola akasema tunazicheza mechi za Yanga. Ile kauli ndugu zanguni ndio iliamua hatima yao msimu huu. Kama mlikuwa hamjui. Yaani kilichowaponza au kilichomponza Aviola msimu huu ni mdomo wake. Baada ya kutamka hadharani kwamba anacheza mechi za Yanga, sisi Yanga tukajiuliza, anachezaje mechi zetu? Anacheza kivipi? Ana nguvu gani huyu wa kusimama na kusema kwamba anacheza mechi za Yanga? Anajiamini nini? Kiburi chake ni kipi Aviola? Pale na sisi tukaweka mguu chini. Tukakubaliana kwamba ukiwa wanasema Waswahili, ukiwa mvuvi wa pweza tunakutana wapi? Mwambani. Sasa mwisho wa msimu umefika. Furaha yetu Yanga sio tu kuchukua ubingwa. Furaha yetu pia ni kumuona Aviola akaondoka patupu. Hiyo ni furaha yetu kubwa ambayo wana Yanga tuko nayo. Kuna furaha ya kuchukua ubingwa, alafu kuna furaha ya kumuona Aviola ameondoka mikono mitupu. Na nimewaibia siri, lini, siku gani Yanga tuliketi chini tukaweka dhamira sasa leo tukubaliane huyu Aviola aondoke mikono mitupu msimu huu? Kwa sababu unapojitangaza hadharani kwamba wewe unacheza mechi za Yanga, maana yake wewe una msuli wa kuisumbua klabu hii kubwa na kongwe Afrika Mashariki na Kati. Maana yake wewe uko tayari kwa mapambano. Na sisi tukasema sawa. Kama kuna kitu Yanga hatujawahi kukihofia ni mapambano. Acha twende katikati tukapambane. Na mwisho wa msimu mshindi amejulikana ni nani. Kwa hiyo nichukue fursa hii tena kuwashukuru sana Aviola na watu wake wote kwa ubaishaji ambao wameuleta msimu huu, kuhakikisha wameongeza na wao chachu na flavor ya ushindani kwenye ligi. Sasa kutoka jana ambako tumechukua ubingwa, swali ambalo wana Yanga walikuwa wakijiuliza, tunaanza lini sherehe za ubingwa? Ndio swali kubwa ambalo wana Yanga wamekuwa wakinitumia. Lakini pasina kusahau wana Yanga wenzangu, hapa sio mwisho. Hapa sio mwisho msimu huu. Tarehe 29 tutakuwa na mechi nyingine ambayo ni fainali, ambayo itafanyika Zanzibar. Tutacheza na Singida Black Stars. Kwa hiyo tukawa tunatafakuri pale, tuweke msondo sasa hivi au tusubiri tumalize mambo yote kwa pamoja? Tukawa tupo kwenye tafakuri, kupelekea kwenye makubaliano yafuatayo. Jambo la kwanza ambalo tutalifanya kama wana Yanga, ni kumshukuru Mungu kwa kidogo alichotupa na kumuomba zaidi, kwa sababu wanasema wenye hekima zaidi kwenye mambo ya dini, asiyeshukuru na kidogo
hata kikubwa hawezi kushukuru. Kwa hiyo kwanza tushukuru kwa kidogo ambacho tumekipata, alafu tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kikubwa zaidi. Kwa hiyo kwenye kushukuru na kuomba, hapo kwenye kushukuru na kuomba tukakubaliana tufanye jambo moja siku ya kesho kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na hilo jambo tutalifanya makao makuu ya klabu hapa hapa. Na jambo hilo tutalifanya tukiongozwa na baraza letu la wazee wa klabu, kwa sababu tutahitaji pia dua ya shukrani, lakini pia tutahitaji dua ya kuelekea mchezo wa fainali wa CRDB dhidi ya Singida Black Stars. Ni jambo gani ambalo tutalifanya siku ya kesho hapa makao makuu asubuhi na mapema? Kesho tutaweka historia. Klabu ya Yanga Afrika hapa tutakunywa supu ya ngamia. Kesho tutaangusha ngamia hapa. Tumeshakunywa supu ya ng'ombe, tumeshakunywa supu ya pweza, sasa kesho tutaangusha supu ya ngamia hapa makao makuu ya klabu. Mnavosikia ngamia jamani, angekuja kusimama hapa ingetulazimu tutoboe hii ili aenee. Ni dude la maana kweli kweli. Kwa hiyo tutamchinja, alafu wazee watatuongozea dua kwanza ya shukrani, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kidogo alichotujalia msimu huu, ubingwa huu wa kwanza wa ligi. Lakini la pili, tumuombe sasa Mwenyezi Mungu atupeleke sasa kwenye maandalizi ya sherehe kubwa ya kutwaa uchampioni wa ligi kuu na CRDB kwa jumla. Sisi tumeelewana vizuri hapo eh? Kwa hiyo kesho kuna shughuli mbili zitafanyika. Shughuli ya kwanza, wakaja Benjamin Mkapa hawajafanya mazoezi kuja kucheza na Yanga. Unajua kuna kucheza na Yanga alafu kuna kumzuia Pacome. Walichokifanya tarehe 8, walichokifanya tarehe 24, sijui wakasusia press conference, wakasusia sijui kikao cha mechi. Ningewaona watu wa maana kama wangesusa kuja. Sio unasusia kikao cha posa alafu kwenye ndoa unaenda. Yaani bora ukatae posa, unakuja kwenye kikao cha ndoa, huna maandalizi na Yanga. Sijui waliwaza nini hawa watu. Alafu maneno mengi. Kimya huu, kimya una kitu. Kimya huu. Kumbe maskini ya Mungu wanadaiana bonus huko. Wakusema hayupo. Kimya wanadaiana bonus kimya. Ukimya uoga. Maana jana Ngai tunaenda uwanjani saa 9 ile kaingia zake live. Piga zake safi, piga zake vyombo pale. Ambia njooni. Iko live tu. Huyu Singida tusipokuwa imara wana Yanga anaweza kutugea. Zimeshaanza kufanyika. Karibu. Mara 10 mfululizo. Sisi bwana hatuna shida na hizo hat-trick hizo. Sisi tuna shida kama hivi. Wamekuja uwanjani, tumewaweka, tumekunywa supu. Basi. Yaani sisi hatuna shida sijui hat-trick. Wala kama hivi tu. Wamejichanganya, wamekuja, Pacome kawakimbiza, tumekunywa supu. Hivi mmeona asubuhi nimemgia Pacome milioni 2. Mmeona nyie? 2 millions. Huyu anaita ya kweli. Wewe unanichukuliaje mimi? Njoo hapa. Hii hela niliyomgia Pacome asubuhi, njoo hapa. Wewe njoo usiamini. Unaelewa? Au Kifaransa uelewi? Kweli eh? 2 million. Pacome bwana tuliwekeana ahadi mimi na yeye. Nafikiri ilikuwa ni Mbeya Mbeya Lwatani
tuliwekeana ahadi mimi na yeye. Nikamwambia Pacome, kwenye Kariakoo Derby, sababu na mimi naye napenda purukushani, walivyokuwa wanamjaza yule mtoto kule, nikasema hapana, sisi tuna mtu wetu hapa. Nikaambia sikiliza ndugu yangu, kwenye hii mechi una kazi hizi mbili za kufanya. Kwanza una kazi ya kuamua hatima ya MVP wa ligi msimu huu. Hii ipo ndani ya himaya yako. La pili, kuna kama kaubishani bishani hivi. Eti wewe sijui na nani? Kwa nikamwambia Pacome, kwenye hii mechi ukiweka assist na kugea milioni 1. Ukifunga goli na kugea milioni 1. Kwa hiyo Pacome angefunga goli 3 jana na assist 2, maana yake ningempa leo milioni 5. Lakini ameishia kwenye assist 1 na goli 1. Maana yake amepata milioni yake 2. Sasa bahati mbaya asubuhi tu nimeamka baada ya kumtumia Pacome na kupost mimi naye, goalkeeper Jigi Diarra akaniambia, we kijana na mimi kibunda changu, kaomba naye kibunda. Sawa, kuwa alhamdulillah pesa ipo hapa, Diarra na yeye mtashuhudia mwamala wake, tamtia naye mwamala. Diarra amekwenda mechi 3 za Kariakoo Derby na clean sheet. Alafu kuna watu wanafananisha kifo na usingizi. Mtu anashupaza shingo. Si ndio maana kama mmetuangalia msimu huu tumeacha majibu patikane kwenye pitch. Bora tumeacha macho yaone, tusibishane sana. Tumeacha macho, wewe macho yaone. Wewe ukibishana ukweli ni wewe na dhambi zako na Mungu wako. Ukiambiwa nani MVP wa ligi, tumeacha wenye macho waone. Unajua ligi maana ya MVP, kuna mtu mmoja wa Kola alisema ni mchezaji mwenye hela nyingi. Nani yule? MVP ni most valuable player. Kwa tafsiri sahihi na rahisi, yani icon ya ligi yenu, yani mpira wenu icon, mnaweza kumchukua. Si mmesoma shule nyie? Ya Kijaga ile mitihani ya shule kushindana, tulikuwa tuendaji wote pale. Nakumbuka nyie? Mwalimu alikuwa anaingia darasani anachagua Ali Shabani kama njoo. Nyie wengine mjue nenda kufanya, kumbe nenda kushindania shule. Nyie pia mlikuwa mnaitwa? Au ndio nyie mlikuwa mnasubiri tu mahafali ya shule? Mashindano yale ya shule kushindana, tulikuwa hatuendi wote. Anachukuliwa mtu mmoja au wawili wanakwenda kuwakilisha shule. Kwa hiyo unaposikia MVP wa ligi, maana yake tunaweza kuiangalia ligi ya South Africa, tunaweza kuiangalia ligi ya Misri, ligi ya Morocco, na sisi Tanzania tukasema kiwango chetu cha mpira cha ubora ni hiki, kwa maana huu ndo MVP. Yaani watu wakaenda kigugo, who is the MVP of Tanzania Premier League, anatakiwa amuone Pacome, sio aone penati mfululu, sio mtu aone free kick tu. No, mtu anatakiwa hata akiingia YouTube, bwana Pacome, akiandika Pacome Zouzoua, anaona kifua mbio, kachukuliwa mtu kapinduliwa, imewekwa hapa, imekevu kamba. Sio mtu anaangalia who is the MVP of Tanzania Premier League, cha kwanza analetewa pale free kick au penalty. Jamani, hiyo tofauti jamani ya MVP na MPG. MVP ni Pacome kwa maana ya most valuable player, alafu kuna MPG, most penalties goals. Wampe cheo chake huyo mtu, apewe tuzo yake. MPG wa ligi mapema kabla hajarudi kwa, wampe tuzo yake. Lakini ikija kwenye MVP, jamani, si mmeona? Nyinyi wenyewe mmeona. Aliposti juzi, miongoni mwa wachezaji ambao na waheshimu sana kwenye mpira wa Tanzania ni yule fullback wa kushoto wa Simba, nani yule? Mohamed Hussein. Tunamheshimu sana, ni legend kwenye hii game, kafanya mengi mazuri. Juzi aliposti kwamba ukiona ulinzi ni mkubwa, ule usalama ule upande wa Pacome ulinzi ulikuwa mkubwa. Walikuwa wanaenda watu 5 kule, sababu walikuwa wanajua usalama 1v1 huku ni mdogo. Na walipomwachia yule mtu 1v1, tukapata picha za hivi zile. Kwa hiyo tumemaliza hili swala lako bwana. Sisi Yanga hatuna shida.
na hayo ma-hat-trick sio magoli mangapi, sisi tunaendelea kushona hii mpaka zifike 10. Na kuhusu MVP, sijui vitu vingine vyote vya awards, tuliwaambia tunataka ukweli ukaamue kwenye pitch. Kwa hiyo sisi hatuingilii, kamati ya tuzo itajua cha kufanya. Ila tumeshauri ili watu wengine wasijisikie wanyonge, waongeze tuzo ya MPG, most penalties goals. Wampe kijana asitoke patupu. Swali lingine huko kwa huu mwezi ni machache haya ndugu yangu, sababu na leo nazungumza usiku tukaenda kuchinja ngamia, tazungumza kesho asubuhi, tazungumza kwenye safari, na mengi sana ndugu yangu bado. Parade. Bwana, afu niwapeni siri kuhusu parade. Jana tuliwapigia simu wale ambao wanatupaga lile gari la parade. Jibu walotugia jana tumecheka kweli kweli rafiki yangu. Wametuambia mmechukua ubingwa tayari. Tukawaambia kwani kuna shida gani? Kuna wenzenu waliweka booking huku. Wallahi billahi. Wallahi wabillahi si watani. Wallahi wabillahi watallahi. Jana usiku tukawauliza. Wallahi tena. Wewe ulikuwepo jana? Jana usiku wametujibu hivyo. Kwani Yanga ndio mmechukua ubingwa? Maana tulikuwa tujawatafuta. Sisi tunasubiri mbungi malizike tuanze logistics. Tukamwambia kwani kuna nini? Kuna wenzenu hapo waliweka booking. Tukasema subhanallah. Kumbe ule ukimya walikuwa na kutafuta gari. Tunajua watu wapo kimya wanaandaa timu, kumbe watafuta gari la parade. Kwa hiyo bwana, kuhusu parade, tunakwenda Zanzibar. Tunakwenda Zanzibar kucheza mechi ya fainali ya kombe la shirikisho la CRDB. Itakuwa ni siku ya Jumapili tarehe 29. La kwanza tunakwenda kupambana tuchukue na hilo kombe, inshallah, ili tuwe na makombe 5 jumla: Ngao, Muungano, Toyota, la 4 ili hapa na la 5 na hiyo. Lakini mechi hiyo haiharibu chochote mpango wetu ya parade ya Jumatatu. Jumatatu pada majira ya Mwenyezi Mungu, na hii wana Yanga na waomba jamani. Jumatatu tutakuwa na parade la kihistoria. Siamini kama kuna mwana Yanga atabaki nyumbani Jumatatu asije kusherehekea mafanikio ya klabu yake msimu huu. Kwa tulioyapitia. Yaani kwa tulioyapitia wana Yanga, alafu kwenye parade lipite wewe haupo. Siamini. Hiyo niliacha makusudi kwa sababu tumetaka kwa tukafanya jambo letu la ngapi? La Jumapili. Tukiweza kuyaunga yote namshukuru Mwenyezi Mungu. Tukilikosa bado Jumatatu tutauchafua huu mji. Na hiyo safari ya paredi, bora niiseme kabisa, paredi la miaka iliyopita tulikuwa na kituo kimoja tu cha kusimama kabla ya kufika makao makuu. Tulikuwa tunasimama Msimbazi hapa. Lakini msimu huu tuna vituo hivi vitatu vya kusimama kabla ya kufika hapa. Cha kwanza kipo Ilala Boma pale, tutasimama pale. Kuna kituo pale. Cha pili kipo Karume. Kuna kituo tutasimama pale. Cha tatu Msimbazi. Alafu tunafika Jangwani. Kwa hiyo vituo vitatu hivi, mbona mnacheka? Mshavielewa? Kuna vituo vitatu tumeviongeza viwili. Tutasimama Ilala Boma kabla ya kuvuka pale kwenye mataa kuna kituo chetu pale. Tutasimama pale kwenye mwendokasi pale. Tutazungumza kidogo pale na watu wa pale. Baada ya hapo tutavuka Karume sokoni hapa. Tutazungumza na wetu wa soko pale. Tutazungumza nao vizuri tu. Tutasalimiana nao na wataona mafanikio ya Yanga. Tukivuka pale Karume sokoni na wanetu wa soko kuzungumza nao, tutakuja afu Msimbazi. Sasa Msimbazi miaka ya nyuma uwaga tuna kama stop ya dakika 5 hivi. Mwaka huu tofauti kidogo. Tutakuwa na stop ya masaa 3 pale. Kabisa. Kwa sababu tuna kazi ya kumtoa Chama apande juu pale au tubie taifa. Akifika Msimbazi. Yes. Chama anatakiwa asimame pale azungumze. Chama akimaliza tumuinue Israeli Patrick Mwenda azungumze. Akitoka hapo Mkude naye juu azungumze. Kwa tuna masaa 3 pale. Kwa hiyo swali lako nimelijibu hapa kwa haila, lakini mpango wake unakuja. Lakini kwa intro tu kwamba msimu huu
tutafanya paredi la kihistoria lenye vituo hivyo: Ilala Boma, Karume Sokoni na Msimbazi, afu tutakuja makao makuu. Swali la mwisho Jadi. Ndio. Bana taratibu kidogo tusikie hili swali hapa. Kwanza twende taratibu. 50 Jakriki nini umesema? Kwamba 50 unajua maana yake ni nusu ya usajili tuliofanya. Wewe uliwasikia wakiwataja wachezaji? Au ulisikia tu 50? Ukusikia wakiwataja? Nani? Ndio 50. Yaani katika usajili ambao unafanya msimu huu, huo ndio 50. Hivi maoni yao maoni yako baba? Sawa. Maoni yako wewe ni yapi? Unadhani? Sawa. Kujibu swali lako la msingi ndugu yangu. Kujibu swali lako la msingi. Sisi taratibu jamani, taratibu kidogo tumalizie hapa. Unapo tofauti ya Yanga na timu nyingine. Sisi Yanga hatujengi timu. Sisi Yanga tunaboresha timu. Ni tofauti hapo kujenga timu na kuboresha timu yako. Sisi Yanga tunaboresha timu yetu. Ndio maana ukiangalia Yanga season hii, maoni ambayo yanatolewa ni kwenye kuboresha baadhi ya idara. Kwa maana tukifanya hiki hapa tutakuwa bora zaidi. Lakini wengine ukisikia wanaanzia goalkeeper mpaka striker. Kipa hafai, beki hafai, beki hafai. Beki wazito. Kiungo mcheza rafu tu, hana analojua. Kiungo mzito. Huyu mbio nyingi, maarifa sifuri. Huyu kazi ya kupiga penalty tu, boli hamna. Huyu naye mbio, anataka mechi ndogo, mechi kubwa haonekani. Huyu striker wetu naye mzito, hawezi kupiga mashuti. Timu nzima imeonekana mbovu. Jadili Yanga wazungumza improvement ya squad. Kwamba unaangalia goalkeeping department tuko vizuri, unaangalia hapa kuna sehemu fulani tuboreshe kidogo, huko unaboresha timu, haujengi timu. Kujenga timu ni kama hivi ambavyo ikiwa Viola akuelezee timu yake, ataikosoa kuanzia golini mpaka kwa striker. Na nimetoa mfano hapo, atakwambia kipa anatuchomesha. Beki huyu naye kashazeeka. Huyu naye kazeeka vile vile. Wazito hao mwezi Mzize. Maana yake watu watano wote wabovu. Huyu kiungo na rafu nyingi. Boli hamna. Huyu naye kiungo kashaenda na umri ushaenda huko. Huyu winge naye anakimbia sana. Huyu naye kazi ya piga penalty tu. Huyu naye anataka mechi ndogo. Winga alishafika huko. Mechi kubwa haonekani. Huyu striker wetu naye mzito. Akamlinda Harmonize huko. Unaelewa? Kwa maana yake timu yao kwenye zile asilimia walizokuwa wanasema hawa sasa ni 100%. Hakuna walichofanikiwa msimu kwenye upande wa kujenga timu. Huu ndio ukweli ambao mimi nikiuzungumza wanasemaga na wafuatilia. Lakini ndio ukweli. Alafu sijui kwa nini, yani sijui Kasumba, hii sijui nani kaijenga ikasumba. Kwenye usajili timu ikiwa inatengenezwa mwenyekiti huwa haji mbele. Timu ikishafungwa mwenyekiti ndio aondoke. Walioleta watu wako wapi? Mbona kwenye mwanzo wa msimu watu wanapostigi picha na wachezaji wanavimba? Mbona mwishoni hapa hawaonekani hapa? Tafutia mzee wa watu za dhahama tu. Yaani kwenye usajili pale ambako ndo uongo mwingi uwaga unafanyika pale. Mwisho wa msimu watu wao huwaga waonekani, ambao ndio wanaoingizaga chaka. Huu sijui mshauri wa nani, huu sijui mshauri wa nini, huu sijui nini, uongo mtupu. Mwanzo wa msimu tulishaona hawa timu hamna. Ukifanya analysis ya squad
na analysis ya Yanga. Ndio maana nawaambia season hii pia sijui nini kitokea katikati hapa. Season hii pia mpinzani wa ubingwa wa Yanga alikuwa anatakiwa awe Azam Football Club. Sijui nini kitokea hapa katikati. Lakini kwenye football na maana yake mshindani halisi wa ubingwa wa Yanga msimu huu alitakiwa Azam Football Club. Na Singida. Nasema namba 2 atakuwa Azam. Sijui nini kitokea hapo katikati. Kwa sababu namba zinaeleza vizuri. Hawa wazee wetu hawa ni mpaka kesho wanalinda tamaduni za Kariakoo Derby. Si ndio bwana? Lakini tungeachua vijana, si shakufa hiyo. Si derby na Azam. Kumpira derby yetu Yanga na Azam. Mechi ya Azam ikifika hapa watu vichwa vinatuuma. Boli yani Azam wana watu kweli, Yanga wana watu kweli. Mbungi pale inapigika. Lakini kwa sababu klabu wazee wetu hapo miaka 90 klabu ianzishwa hii. Tunaenzi tuliowakuta. Wazee watuambia ni wapinzani wetu. Kisi hatuoni kama vijana kama wapinzani naona. Hatuoni kama wao ni wapinzani wetu sisi. Ni timu tu fulani ambayo ilipewa jezi nyekundu na nyeupe, ishiriki ligi tuifunge basi. Mimi nikitazama hivi sionai kabisa. Yaani ukiondoa tu mashabiki, sionagi exactly tofauti ya Simba na Ken Gold. Sionagi mimi. Ukiondoa tu mashabiki na kelele, sionagi kimpira tofauti ya Ken Gold na Simba Sports. Sionagi mimi. Lakini mashabiki wako wengi na kuna machao wanapiga kelele, tunawaachia waendelee. Lakini kiukweli sisi tumefanikiwa sana season hii kwenye kuijenga na kuiboresha timu yetu. Tumesajili maeneo muhimu. Kwa mfano, aliumia Kwasi Atola yao dirisha dogo tukamuongeza Israel Patrick Mwenda. Leo hii ni miongoni mwa sajili zilizofanya vizuri. Ndugu wangu wewe, ngoja nikupe shule sasa. Ndio ujue hii klabu kuna mahala imefika ndugu yangu. Vitu vingine hivi vinatokea kama bahati mbaya tu. Sisi we have review hapa ya squad yetu na contribution ya kila mchezaji. Unaelewa sijui? Tunayo hapa. Nimekwambia upande wa right back. Tuna Israel Patrick Mwenda hapa. Ameingia dirisha dogo amecheza mechi ngapi? 10 na plus Dodoma na hii mechi 19. 17 la kucheza Dodoma. 18 kacheza. Contribution yake before hizo mechi mbili ilikuwa ni 54%. Israel Patrick Mwenda kaingia dirisha dogo. Contribution ya timu kwenye upande wa mabeki wa kulia mchango wake ni 54%. Hapo hujagusa left back, hujagusa central defenders, hujagusa nini. We have each and everything kwenye system yetu. Tunacho kila kitu ambacho kinakudirect kwamba hii hapa imeimprove signing. Ndio maana ulivyoniambia nikataka uniambie watu nikulete kwenye shule sasa. Sababu nayo unajua shida yenyewe mkinionaga mimi naongea huyu msemaji. Mimi sio msemaji tu. Mimi mpira naujua. Mpira mimi naujua. Yaani naujua kweli. Kuna wakati tafanya utani na nini basi. Lakini when it come to football, hao wasemaji wenu wote hamna ananifikia. Wote hao. Hata mmoja anikaribia hamna. Wote. Labda wanizidi kuvaa tai. Labda. Tu avae tai mbane kwenye shingo hapa labda. Maana sio mikato yangu. Lakini kwenye knowledge ya football, hao wote, hasa mimi naweza kutengeneza hiti cha msimu. Na sio kocha, sijaweka mchango kwenye timu yangu. Nimeweka mchango. Haya wewe msemaji ukaambiwa saa hizi hebu kawatafute wewe tathmini ya timu yako unayo unaweza kufanya. Unaweza kutengeneza analysis ya timu yako wewe hata ukampa mwalimu tu, bwana mwalimu mimi na mawazo haya. Unapokuwa unafanya kazi kwenye klabu ya mpira pamoja na taaluma nyingine zote, mpira ndio biashara mama hapa. Na hii watu waelewe hii. Mpira ndio biashara mama kwenye klabu ya mpira. Ukishakuwa na kiongozi ambaye mpira upo kushoto, hiyo timu haiwezi kaenda. Sisi hapa wote wanaofanya kazi Yanga wanajua football. Wote hapa. Kila mtu anajua football. Kwa tunajua exactly nani amecontribute kitu gani kwenye squad. Tunajua exactly maeneo ambayo tunataka tukaongeza nguvu next season. Hii nimekupa mdogo wangu hapa tu haraka uelewe, ni shule tu ya kawaida na niko nayo kwenye simu yangu hapa. Unaona vitu hivi? Mdogo wangu. Tuna performance hapa ya timu yetu kwa misimu mingapi? 4 mfululizo. Tuna performance ya timu yetu ilipotoka, tunaangalia graph ya timu yetu inakuwa au inashuka. Season hii tumefunga goli 80 ngapi? 83. Si ndio? Haijawahi kutokea toka taifa hili limepata, haijawahi kutokea. Goli 83.
msimu huu tumefunga. Mwaka jana tulifunga goli ngapi? Goli 70 ngapi? 74 mwaka jana. Tuna idadi mpaka ya pasi zilizopigwa mwaka jana mwaka huu. Hizi hapa mdogo wangu. Nakupeleka mbali, nitakupasua tu ubongo. Vitu vingine hivi havikufai. Ndio nasemaje? Sisi cha kwanza tukishafanya analysis tunapokea ripoti ya mwalimu. Hatuongezi mtu kwa sababu tu mtu labda akafanya hivi. Ripoti ya mwalimu inatuongoza kwamba nani anatakiwa aboreshwe wapi, aingie wapi kwa ajili ya timu ifanye vizuri. Na hapo ndipo ambako tunakwenda kutafuta hao wachezaji. Kwa mfano sasa hivi ni kuibia, naona una haraka, ni kuibie tu. Watu ambao tunawasajili sasa hivi kuelekea msimu ujao kwa namna majaliwa Mwenyezi Mungu. Huyo mmoja ambaye tumemuongeza kwenye timu yetu kwa kipindi cha miaka 15 cha kuchezwa mpira wa ligi kuu Tanzania hakujatokea kiungo kama huyo. Emete swali lako wewe. Ligi kuu baada ya zile takwimu. Yes. Anasema yeye anatembea. Yes. Hilo swali hilo ni kweli. Kwa sababu anajua friendship na kama hapo hili inasemekana ni mechi ya mwisho, kwa hiyo kuna maandalizi yote ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kumwaga kwa Zanzibar. Nani mwisho? Wewe usitupande kichwani, usitubue nyongo wewe kijana. Usituvuruge, unamsikia huyo? Diara mechi ya mwisho umetumwa wewe? Aende wapi Diara? Wapi Diara aende ndugu yangu? Azizi walipomtaka kwa nguvu aondoke tulimbakisha hapa. Uongo kweli? Tukamuongeza na mkataba hapa. Msimu huu Azizi tukaona mashindano makubwa yamekuja na player anahitaji opportunity ya kucheza mashindano. Klabu hii haiwezi kuwa gereza la kufungia wachezaji milele. Mnafanya discussion pande mbili, mnakubaliana for the interest ya mchezaji na klabu, mnafanya biashara. Sasa Diara bado interest yetu kubakia kwetu ni kubwa. Yaani sisi tukitazama sokoni bado Yanga inamhitaji Diara. Sasa kuliko nimuuze Diara nikatumia hela kusajili pin nyingine, alafu nikaja kuchomesha, si bora niongeze hela kwa Diara abaki. Ni simple mathematics. Kwa hiyo Diara shehe wangu aliyekwambia na yeye kahadithiwa. Diara kiukweli kabisa, niwaambie ukweli, anachukizwa mno na hizo comparison mnazozifanya. Hivi mmegundua msimu huu ziko mechi Diara aliamua kuto kucheza, kutoa nafasi kwa wenzake kwenye benchi. If issue ni clean sheet, ziko mechi Jigi Diara aliamua tuko watatu wenzangu wacheze. Abu Twalib Msheri mkacheza mechi hizi 4 msimu huu. Zote kachukua clean sheet 4. Ndio vizuri, mechi 4 kacheza plus ya mwisho ya Dodoma. 4 kachukua clean sheet Msheri. Imagine Diara angekuwa mbinafsi. Ana clean sheet ngapi sasa? Plus hizo 4. Sijui. Ndio maana yeye amefika katika stage ambayo anasema nimegundua kuna watu wengine ambao wanatakiwa wajifunze kwangu, wanaaminishwa hao ni washindani wangu. Na ndio maana wanaingia chaka. Juzi kule Tanzanite kwa la uliona kilichotokea? Mtoto ambaye anatakiwa ajifunze kwa Diara akataka kuwa Diara. Akaitia mali kaisikilizia hiyo. Kuja kushtuka ipo kwenye kamba. Hii inamkwaza ile kitu. Ila kwa sababu unaona ameenda ucomment pale kwamba I am the best. Yeye ni bora. Yaani hahitaji hizo comparison zenu. Jigi anajua yeye ni bora. Na sasa hivi ameanza kushare ubora kwa wenzake. Yaani nilitegemea labda season ikiisha umoja wa magolikipa Tanzania umuite Diara afanye kozi. Yaani umoja wa magolikipa uungane, umuite Jigi Diara aanze kutoa seminar. Jamani ukirudishwa mpira unatuliza hivi. 1v1 hivi. Kupiga ni hivi. Atoe seminar.
sio kushindanishwa. Diara shavuka hizo level, ni mwalimu wa hawa magolikipa. Level yake ni ya juu mno Djigui Diara. Amekujibu hadi umeondoka Umalizika Sawa, umaliza. Swali karibu. Safi sana. Kauliza swali la Clement Mzize. Mzize, kwanza ni kweli tumepokea ofa nyingi sana zinazomhusu mchezaji Clement Mzize, na kwa ahadi ambayo rais wa klabu yetu aliitoa kwa Clement tukiwa South Africa kwenye maandalizi ya msimu huu wa 24-25, wakati Mzize ana extend mkataba wake, ahadi yake ilikuwa moja, kwamba I'm going to fight this season, lakini naomba fursa ikija na mimi nifikirie kufanyaje, kuniuza. Kwa hiyo tumepokea ofa nyingi, na ofa zikishafika mezani, kinachofuatia namba 2 ni mazungumzo ya club na mchezaji kwanza, kwamba zimekuja ofa A, B, C, D, tusikilize ofa hipi katika hizi 4. Mchezaji ndio anaamua, mimi nataka niende nikacheze timu fulani. Baada ya pale ndio mnafungua mazungumzo na hiyo timu kujibu ofa yao. Mkishafungua, mkishakubaliana, mnairuhusu hiyo timu izungumze na mchezaji kwenye personal agreement. Wakishakubaliana, deal inakuwa imekamilika. Kwa sasa hivi tupo kwenye stage ya kumwacha Mzize amalize msimu vizuri, alafu baada ya hapo tukae naye tudiscuss hizo ofa, na yeye sasa atatuambia bwana, kwa hizi ofa niende hapa, au kwa hizi ofa hizi bado mimi nasalia Yanga kwa mwaka mwingine. Hatutamfunga, atakachokiamua tutakifanya. Swali bado. Twende. Jamani, tumieni muda vizuri. Maswali ya leo haya yanaulizwa hapa na yajibu, sitajibu tena. Kwenye bango la ubingwa tunaona kuna picha ya Baleke. Ambaye alicheza kidogo, tunaona alipokuwa. Baleke ana mchango wake kwenye ubingwa huu. Jean Baleke ana mchango wake kwenye ubingwa ambao Yanga tumepata. That's football. Kivipi? Sio tu kwamba amefunga, acha mbali hoja ya kufunga. Mchezaji kuingia tu kwenye pitch kuipambania timu ni mchango tayari. Kwa hiyo Baleke ni miongoni mwa wachezaji walioitumikia Yanga msimu wa 24-25. Ana mchango wake. Kama ilivyokuwa kwa Aziz Ki, kama ilivyokuwa kwa wengine. Ana mchango wake. Kwa hiyo sisi sio watu wenye roho mbaya kwamba mchezaji kaweka mchango wake alafu kwenye mafanikio tukamsahau. Haijalishi ni kidogo ni kikubwa, tunasema asante kwa mchango ambao ameweka kwenye timu. Kwa hiyo tunamshukuru bwana Jean Baleke, alikuwa sehemu ya timu yetu na ametusaidia kupambania ubingwa msimu huu. Tunasema asante. Maswali yamekwisha Karibu. Wewe nani kwanza? Salome Media gani? Mtanange TV. Kwa sijaona wewe yako umenishtua. Kuhusu Faisal Salim Feitoto. Kwanza tuliyemaanisha mtoto karudi nyumbani. Naona juzi sijui mjumbe wetu aliposti mtoto ambaye tulimaanisha karudi nyumbani alikuwa engineer Hersi Said. Hersi kwa sababu alikuwa Marekani akarudi nyumbani Tanzania. Ndio tulimaanisha mtoto wetu engineer amerudi nyumbani. Nyie sio mkaichukuaje hiyo kwamba ni mchezaji. Lakini Yanga tulikuwa tunamaanisha mtoto arudi nyumbani ni engineer, alikuwa Marekani kimasomo, amerudi Tanzania. Lakini kuhusu huyo mchezaji yule msema Faisal Salim, ni mchezaji mzuri mwenye uwezo wa kucheza kwenye klabu yetu. Hakuna timu hapa Tanzania itadharau au itabeza uwezo aliokuwa nao Faisal Salim. Ikitokea nafasi na ripoti ya mwalimu ikapendekeza tunamhitaji huyu mchezaji, uongozi utafanya jitihada za kumrejesha nyumbani. Kama ripoti ya mwalimu haitaelekeza mahitaji ya huyo mchezaji, labda waliokuwepo wanafanya vizuri, hatutamfuata huyo mchezaji. Kwa sasa hivi jambo la huyo bwana halipo kwenye upande wa uongozi, sababu hatujapokea ripoti ile ya eneo lile. Yule kocha anataka kutuletea department fulani, naombeni mboreshe hapa. Department boresheni hapa. Kwa hiyo kwa Faisal bado jina lake mwalimu hajalileta. Na uzuri mwalimu si anamuona hapa, kwa hiyo hajalileta. Lakini leta tu engineer atafanya hiyo kazi inshallah. Swali
Kumekucha. Kumekucha. Swali lake mlisikia? Eti nje ya usemaji wewe ni mchambuzi, pesa akiingia anaweza kata benchi shehe. Timu ni wachezaji 27, 28. Haimaanishi ukisajiliwa Yanga una garantia kucheza. Anaweza kasajiliwa na bado mwalimu akamwona anafaa kutokea benchi, na kutokea benchi sio mchezaji mbaya. Ndio maana Mzize katokea benchi katufungia goli la ushindi. Kwa kutokea benchi hakuna perception kwamba wewe ni mchezaji wa kawaida. Unaweza kutokea benchi na ubora wako na ukawa na msaada kwenye timu. Bwana nimekujibu kiungwana kweli rafiki yangu. Mpaka nimejishtukia yani. Ilikuwa ni muache tu huyu. Bwana ndugu zangu nashukuru sana. Tutawapa sana ratiba kamili kwa ambao mtakuwa mna nafasi, twende mkashuhudie ngamia akishuka. Mtaokuwa na muda tutawaalika twende tukashuhudie ngamia wetu akichinjwa leo, na kesho tunakaribisha makao makuu kuja supu ya ngamia. Asanteni sana.